kwamba hatuwezi kushindana na hizi kanuni. Aliyeziweka hizi kanuni ni mkuu na ana uwezo mkuu sana. Mwenye ufunguo wa kuzibadilisha hizi kanuni ni Mungu mwenyewe. Siku ya leo tunaenda kuzungumzia sifa ambazo zinahusiana na kanuni au sheria za milele ambazo hazibadiliki. Tunapozungumzia sheria za milele, maanake ni sheria ambazo zilikuwepo, zipo na zitaendelea kuwepo, na hizi sheria ndizo ambazo zitazidi kuongoza vizazi, zitazidi kuongoza watu wote ambao watakuja katika hii dunia na ambao wataishi katika hii dunia. Ukijaribu kusoma historia ya mwanadamu, ukijaribu kusoma historia inaonyesha ni mpaka sasa ni zaidi ya wanadamu bilioni 117 mpaka bilioni 120 ambao wamewahi kuishi katika hii dunia. Na hao wanadamu wote ambao wameishi katika hii dunia walikutana na hizi sheria, walikutana na hizi kanuni, walikutana na hizi taratibu ambazo ni za milele, ambazo zilikuwepo, zitaendelea kuwepo na zitaendelea kudumu milele na milele. Kwa hiyo hawa watu zaidi ya bilioni 120 maanake ni watu ambao waliishi chini ya hizi sheria. Hizi sheria ziliwekwa na Mungu mwenyewe, na Mungu aliziweka ili kuhakikisha kila kitu katika uumbaji kinaenda katika hali ya mpangilio, kila kitu katika uumbaji kinaenda kama yeye alivyokusudia. Kwa hiyo tunaweza, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema Mungu anatawala dunia, Mungu anatawala ulimwengu, Mungu anatawala kila kitu katika hii dunia kupitia sheria zake, kupitia kanuni za milele ambazo ameziweka katika uumbaji. Na ikitokea mtu anavunja hizi sheria, ikitokea mtu anavunja hizi kanuni za milele, ndipo madhara, ndipo majanga yanatokea. Na ikitokea watu wanatii hizi sheria, watu wanazifuata hizi kanuni, ndipo mafanikio, ndipo ustawi, ndipo ustaarabu unapokuwa, ndipo watu wanavyofanikiwa, ndipo jamii zinakuwa zinaishi kwa amani, zinaishi kwa utulivu na zinaishi kwa furaha. Kwa hiyo hizi kanuni ni za milele, na hizi kanuni ndio zinazoamua hatima za maisha ya mtu, ndizo zinazoamua hatima za familia, ndizo zinazoamua hatima za mataifa mbalimbali. Mafanikio au kushindwa kwa taifa kunategemea sana na hizi kanuni pia, kwa sababu hizi kanuni ziliwekwa sio kutunyima uhuru. Hizi kanuni ziliwekwa ili kuhakikisha tunastawi, ili kuhakikisha tunakuwa, ili kuhakikisha tunaweza kutimiza lile kusudi ambalo Mungu alikusudia. Kwa hiyo kazi ya sheria zipo si kwa ajili ya kutunyima uhuru, sheria zipo kwa ajili ya kutufanya tuwe huru zaidi. Na ukitaka uzirishe hili, unaweza ulione katika maisha. Watu ambao wanavunja sheria ni watu ambao wanapoteza uhuru wao kabisa. Ukivunja sheria za mwilini, zitakusababishia upate magonjwa, na haya magonjwa yatakuweka gerezani. Ukivunja sheria za akili zako, akili yako itakosa uwezo wa kusaidia kuweza kuendesha maisha yako, kutawala changamoto ambazo unakutana nazo, kuongoza biashara zako, kusimamia biashara zako. Kwa hiyo ukivunja sheria za nchi, maanake utaenda utafungwa gerezani. Kwa hiyo sheria katika maisha zipo ili ziweze kutupa uhuru zaidi. Kwa hiyo siku ya leo tutaenda kuzungumzia sheria 10 ambazo tutaenda kuzungumzia sifa 10 ya kanuni za milele. Tunasema hizi kanuni hazibadiliki. Kama tulivyosema, kama inavyojieleza, ni kanuni za milele na zenye zitaendelea kuwepo. Haijalishi wakati, haijalishi watu, haijalishi mazingira, zenyewe ni sawa leo, jana ni sawa na hata kesho ni sawa. Kwa hiyo ukweli utabaki kuwa ukweli, na hata kama wanadamu hawakubaliani na huo ukweli. Kwa mfano, moja ya ukweli ni huu hapa: mwanadamu yoyote ambaye anakuja katika hii dunia ni mtawala, ni msimamizi, pia ndani yake amebeba uwezo wa kuweza kuumba. Na ili aweze kuumba lazima awe na maarifa, lazima awe na ufahamu, lazima awe na hekima. Kwa hiyo huu ni ukweli ambao utabaki kuwa ukweli hata kama utaupinga. Ubaya wa ukweli ukiufuata utapata matokeo yanayotokana na huo ukweli, na ukiupinga utapata madhara ambayo yanatokana na huo ukweli.
Kwa hiyo sheria za milele ni sheria ambazo hazibadiliki. Haijalishi wewe ni Mwafrika, haijalishi wewe ni mzungu, haijalishi uko Ulaya, haijalishi uko Marekani, haijalishi uko Afrika, zenyewe hazibadiliki, zenyewe zitaendelea kuwa vile vile vizazi na hata vizazi. Kwa hiyo pia hizi sheria tunasema ni sheria, pia hizi kanuni au sheria za milele ambazo zinatawala ulimwengu tunasema ni sheria za ulimwengu wote, au kwa Kiingereza tunaita universe. Tuna maana gani tunaposema sheria za milele ni za ulimwengu wote? Hii hapa tuna maana kwamba hizi sheria zinatumika kwa kila mtu. Kila mtu, haijalishi wewe ni Mwafrika, haijalishi wewe ni Mchina, haijalishi wewe ni nani. Kama utazifahamu hizi sheria na utazitumia katika maisha yako, manake mafanikio yatatokea katika maisha yako. Na kama utazipuuza hizi sheria, manake utapata madhara kutokana na uvunjifu wa hizo sheria ambazo umezivunja. Pia hizi sheria zinatumika kwenye kila jamii ya wanadamu. Pia hizi sheria zinatumika kwenye kila taifa. Pia hizi sheria zinatumika ulimwengu wote. Kwa hiyo mafanikio ya taifa, mafanikio ya mtu, mafanikio ya jamii, mafanikio ya ulimwengu yanategemea sana kuzielewa hizi kanuni na kuzitumia katika maisha. Kama tulivyosema, kanuni ya mafanikio ya mtu, kanuni ya mafanikio ya jamii, kanuni ya mafanikio ya taifa inaendana sana na maarifa au hekima au fahamu ambao unakuwa ndani ya akili za watu ambao wako kwenye jamii au watu ambao wako kwenye taifa hilo. Kwa hiyo unapoona taifa maskini, unapoona taifa lina migogoro, unapoona taifa lina changamoto nyingi sana, basi jibu rahisi ni kwamba watu ambao wanakaa kwenye hiyo jamii, watu ambao wanakaa kwenye hiyo taifa, ukienda kwenye akili zao utaona hawana uelewa wowote kuhusiana na kanuni na sheria za asili ambazo zinaongoza ulimwengu. Kwa hiyo hakuna ambaye anaweza kujificha nje ya kanuni hizi. Kwa hiyo hizi kanuni zipo kwenye ulimwengu wetu, hizi kanuni zipo kwenye akili zetu, hizi kanuni zipo ndani ya miili yetu. Hizi kanuni zimeshikamanishwa na uwepo wetu katika hii dunia. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujificha, anaweza kukaa nje ya hizi kanuni. Na maamuzi unayo wewe, aidha uzitii upate mema ya nchi, upate kuwa mtawala, upate kuwa kiongozi, upate kuwa msimamizi wa maisha yako, au uzivunje upate kuwa mtumwa, upate kutawaliwa na mazingira, kutawaliwa na changamoto. Kwa hizi sheria pia hazijali hisia zako, hazijali unazipenda, hazijali unazichukia, hazijali maoni yako, zenyewe zitaendelea kuwa kweli, zitaendelea kuwa kweli milele na milele. Kwa hiyo utiifu wako ndio unaokufanya uishi salama katika hii dunia, na unapozipuuzia, unapozivunja hizi sheria, ndipo zinapokufanya wewe uweze kuishi maisha ambayo unahisi kama uko jehanamu, lakini ukiwa hapa duniani. Kwa hiyo hisia zako haziwezi kubadilisha ukweli wa hizi sheria, ukweli wa hizi kanuni zitabaki kuwa pale pale. Pia hizi kanuni zinafanya kazi kila wakati. Hizi kanuni zenyewe hazisimami, zenyewe hazichoki, zinafanya kazi masaa yote 24. Ili uweze kuwa mtawala, ili uweze kusimamia maisha yako, ili uweze kuongoza, lazima uwe na maarifa. Maarifa ya pekee. Maarifa, uhusiano kati ya maarifa na mwanadamu ni sawa na maji na samaki. Uhusiano wa maarifa na mwanadamu ni sawa na uhusiano uliopo kati ya mti na ardhi. Kwa hiyo unapochomoa mti kutoka kwenye ardhi, maana ule mti unaanza kufa. Ndivyo ilivyo maarifa ndani ya akili ya mwanadamu. Maarifa kwenye mazingira ambayo yanamzunguka mwanadamu ni ya muhimu sana, na unapomtoa mwanadamu kwenye mazingira, maana akili ya mwanadamu inaanza kufa taratibu. Na utajueje kwamba akili ya mwanadamu inakufa? Kwa kuona dalili mbalimbali. Kitu cha kwanza, mtu anakosa uwezo kabisa kuweza kutatua shida zake au changamoto zake. Akili ya mtu iliyokufa, mtu anakosa uwezo wa kuweza kusimamia maisha yake. Mtu anakosa uwezo wa kuweza kubuni njia mpya au kubuni mipango mipya ambayo itamsaidia kuweza kufanikisha mambo yake au jambo lake. Kwa hiyo hizi ni dalili
ambazo zinaonyesha huyu mtu amevunja hizi kanuni, amevunja hizi sheria za asili ambazo ziliwekwa na Mungu ili kuhakikisha dunia inakuwa ni mahali salama, dunia inakuwa ni mahali ambapo watu wanakuwa na kustawi na kufanikiwa. Tunasema sifa nyingine hizi kanuni za milele tunasema zinatoa matokeo ya uhakika. Kila kitendo ambacho unafanya kina matokeo yake. Yaani kumbuka tumesema tunaishi ndani ya hizi sheria. Manake sisi tuko ndani ya hizi sheria, manake hatuko nje ya hizi sheria. Manake hizi sheria ndizo zinazodhibiti, ndizo zinazo control, ndizo zinazoamua hatima ya maisha yetu. Na matokeo ambayo tunapata ndani hizi sheria zinategemea sana na matendo ambayo tunafanya. Kwa hiyo kila kitendo ambacho unakifanya, kiwe kibaya au kizuri, kiwe sahihi au kisiwe sahihi, lazima kiwe na matokeo yake. Kwa hiyo usije ukafikiria ndani ya akili yako matendo ambayo unafanya, mambo ambayo unafanya, mawazo ambayo unafikiria, usije ukafikiria kwamba yana matokeo. Yote yana matokeo, na matokeo yake kuwa mazuri au kuwa mabaya inategemea na usahihi wa vitendo ambavyo unafanya, na pia inategemea na usahihi wa mawazo ambayo unafanya. Kwa hiyo pia kila mbegu ina matunda yake. Ukipanda mbegu ya embe utapata maembe. Ukipanda mbegu ya parachichi utapata maparachichi. Ukipanda mbegu ya mahindi utapata mahindi. Kwa hiyo hizi ndizo, kwa hiyo utoaji wa matokeo au utoaji wa matunda kulingana na matendo ambayo tunafanya, yote yanaongozwa na hizi kanuni na hizi sheria na hizi taratibu za milele ambazo ziko katika uumbaji. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kinatokea bila sababu. Mambo yote ambayo yanatokea katika hii dunia yanatokea kwa sababu kuna mtu ambaye alifanya kitu fulani au aliongea neno fulani. Kwa hiyo kila tabia ambayo unazoziona, kila mafanikio unayoyaona, kila changamoto ambazo unaziona, zote zina sababu. Na michakato ya kitendo kwenda kutoa matokeo, kuna hizi sheria ambazo zinaongoza. Na hizi sheria zinaongoza kulingana na tendo, kulingana na mbegu ambayo umepanda. Sifa sita nyingine ya hizi sheria tunasema ni sheria ambazo ni sheria zinazohitaji kugunduliwa na si kuumbwa. Hizi sheria zilikuwepo hata kabla mwanadamu kuwepo. Sheria ya mwanadamu kutawala mazingira kupitia maarifa yake, sheria ya mwanadamu kusimamia maisha yake, kusimamia mifumo ya maisha yake kupitia maarifa, ni kanuni ya milele, ni kanuni ambayo ilikuwepo hata kabla ya mwanadamu kuwepo. Ni kanuni ambayo iliamriwa na Mungu hata kabla ya misingi ya dunia kubwa. Kwa hizo hizi sheria hazijatengenezwa na mwanadamu. Hizi sheria hazijatengenezwa na wanafalsafa. Hizi sheria hazijatengenezwa na mifumo ya elimu. Hizi sheria zilikuwepo hata kabla ya misingi ya dunia kuwekwa, hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Kwa hiyo mwanadamu azitengeneze hizi sheria, yeye anachozifanya anazigundua tu. Ndio maana ni muhimu kwa mtu kusoma, ni muhimu kwa mtu kutafiti, ni muhimu kwa mtu kuuliza maswali, kwa sababu katika kusoma, katika kuuliza maswali ndipo unagundua hizi sheria. Na unapozitumia hizi sheria, maana zinakupa matokeo kulingana na jinsi ambavyo ziliwekwa ili ziweze kutimiza kusudi lake. Kwa hiyo maarifa ni kugundua kilichokuwepo tayari. Kwa maarifa yote ambayo wanadamu tunayo, vitu vyote ambavyo wanadamu tunavyo saizi, teknolojia yote tulionayo, maarifa yote yanayohusiana na afya, maarifa yote yanayohusiana na namna ya kuendesha mambo yetu, maanake haya maarifa yalikuwepo hata kabla ya sisi kuyagundua. Sifa nyingine ya 7 tunasema hizi sheria zinaleta mpangilio ndani ya machafuko. Na dhumuni kubwa la sheria huwa zinaletwa ili kuweza kuleta mpangilio au kuleta amani, kuleta utulivu. Sehemu ambayo hakuna sheria lazima kuwe na machafuko. Sehemu ambayo hakuna sheria lazima kuwe na ukiwa. Sehemu ambayo hakuna sheria lazima kuwe na mkanganyiko. Kwa hiyo sheria hizi za milele zipo kwa ajili ya kuweza kufanya kila kitu kiende katika mpangilio. Fikiria kwa mfano kusingekuwa na maarifa katika afya, nini kingetokea? Maanake kungekuwa
vilio vingi, kumekuwa na vifo vingi, magonjwa yalikuwa na nguvu sana ya kuweza kutawala maisha yetu. Lakini kwa sababu tumejua sheria, lakini kwa sababu tuna maarifa yanayohusiana na sheria za asili zinazoongoza mwili wa mwanadamu, zinazoongoza mwili wa mwanadamu na namna unavyoingiliana na mazingira, hivyo zinatupa nguvu ya kuweza kuleta mpangilio, ya kuweza kuleta amani, ya kuweza kuleta utulivu ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo hizi sheria ndizo zinazofanya ulimwengu wetu usivurugike. Ulimwengu wetu ni imara, ulimwengu wetu unaimili na unaweza kusimamia na kuongoza maisha yetu kwa sababu ya hizi kanuni, kwa sababu ya hizi sheria za milele ambazo zipo ndani ya ulimwengu wetu huu. Hizi sheria pia ndizo ambazo zinaunda mifumo ya maisha. Mifumo yote ya maisha unayoiona katika hii dunia, mifumo ya afya, miundo ya afya, miundo iliyopo ndani ya asili inaongozwa yote na hizi kanuni, na hizi sheria na taratibu ambazo ziliwekwa na Mungu ili kuhakikisha ulimwengu unakuwa imara. Kwa hiyo tunasema bila kanuni hizi manake hakuna mfumo unaoweza kusimama. Hii hapa pia tunaweza tukaiona hata katika maisha ya watu. Maisha ya watu ambayo hajasimama manake ni matokeo ya mtu kuvunja sheria au kuvunja taratibu ambazo mtu anakuwa azifahamu. Na tunasema kuto kufahamu sheria kukuzuii kupata madhara ambayo yanatokana na kuvunja hizi sheria za asili. Ndio maana ni muhimu sana kwa mwanadamu kuweza kuzisoma hizi sheria na kuweza kuzitumia, kwa sababu unapozisoma hizi sheria na unapozitumia zinakusaidia kuweza kuumba mfumo wako imara wa maisha ambao utasimama. Kwa hiyo bila kanuni hizi manake mifumo ya maisha isingeweza kusimama, manake kusingekuwa na maisha. Kwa hiyo mtu ambaye anavunja sheria hizi za asili manake maisha yake hayawezi kusimama, maisha yake hayawezi kuwa imara, maisha yake hayawezi kufanikiwa wala kustawi wala kuwa na utulivu wala kuwa na amani. Kwa sababu gani? Kwa sababu amevunja sheria na kanuni za asili ambazo ziliwekwa na Muumbaji. Ukivunja sheria ya kutokuwa na maarifa sahihi kwenye akili yako, ukivunja sheria ya kutokuwa na maarifa ya kweli kwenye akili yako, ukivunja sheria ya kutokuwa na maarifa sahihi na maarifa ya ujuzi wa mema kwenye akili yako, usitegemee kuwa na mafanikio ya kweli katika maisha yako. Usitegemee kuwa na uwezo wa kuweza kuyasimamia maisha yako. Usitegemee kuwa na uwezo wa kuweza kubuni njia mbalimbali, kubuni mawazo mbalimbali ambayo yatakusaidia kuweza kuendesha au kusimamia kitu ambacho unakifanya. Sifa 8 tunasema hizi sheria zinahitaji kutiiwa. Hizi sheria ukizitii unapata matokeo mazuri, na hizi sheria ukizipinga unapata madhara makubwa. Mfano mzuri ni kwa mfano kwenye afya, kwenye afya ya mwanadamu. Mwili wa mwanadamu unaongozwa na sheria za milele ambazo hazibadiliki, na hizi sheria ziliwekwa hata kabla ya wewe kuzaliwa. Hizi sheria ziliwekwa, ziliundwa tangu ukiwa tumboni mwa mama yako. Manake hizi sheria hauna nguvu au hauna uwezo wa kuweza kuzibadilisha. Maoni yako, mawazo yako, fikra zako hazina nguvu, hazina uwezo wowote wa kuweza kuzibadilisha. Kwa hiyo hizi sheria inatakiwa uzifahamu. Ukishafahamu manake uzifuate. Na tunapofuata sheria za mwili manake tunapata afya njema, tunapata afya nzuri. Tunapovunja hizi sheria za afya manake tunapata magonjwa, miili yetu inakuwa dhaifu, manake akili zetu zinakosa uwezo wa kuweza kutimiza lile kusudi lake ambalo lilikusudiwa. Kwa hiyo jambo la msingi la kuelewa ni kwamba hatuwezi kushindana na hizi kanuni. Aliyeziweka hizi kanuni ni mkuu na ana uwezo mkuu sana. Mwenye ufunguo wa kuzibadilisha hizi kanuni ni Mungu mwenyewe. Hiyo sisi wanadamu hatuwezi kuzibadilisha hizi sheria. Kitu cha msingi ni kuzifahamu hizi sheria na kuzitumia katika maisha yetu. Pia tunasema hauwezi kushindana na kanuni hizi, unaweza kuishi kwa kuzifuata au kuzivunja na kubeba matokeo yake. Kwa hiyo kushindana na hizi kanuni kama tulivyosema uwezi. Na sisi hizi kanuni tunaishi nazo, na tunavyoishi na hizi kanuni kupata matokeo mazuri au mabaya inategemeana na namna tunavyozitii au namna tunavyozivunja hizi kanuni. Sifa nyingine ya 5 tunasema hizi sheria ni sheria ambazo zinahusiana na zimeunganishwa kwa pamoja. Na hizi sheria zinaungana na zinaunganishwa kwa pamoja ili kuweza kutimiza kusudi kuu
la kumwezesha mwanadamu kuweza kuishi kwa amani, mwanadamu kuweza kuishi kwa utulivu, mwanadamu kuweza kustawi, mwanadamu kuweza kuendelea, na mwanadamu kuwa msimamizi, na mwanadamu kuwa mtawala katika hii dunia. Kwa hiyo kanuni zote ambazo ziko kwenye asili, kanuni za kibiolojia, kanuni za kifizikia, kanuni za chemistry, zote zipo kwa ajili ya kufanya kazi kwa pamoja ili kumwezesha mwanadamu aweze kukua, aweze kustawi, aweze kufanikiwa na aweze kutawala hii dunia kama Muumbaji alivyokusudia. Kwa hiyo hakuna kanuni inayosimama peke yake, kama tulivyosema, zote zinafanya kazi kama mtandao mmoja, na zinafanya kazi kama mtandao mmoja kwa kusudi la kuweza kuhakikisha duniani kunakuwa na maisha. Kwa hiyo ukiathiri kanuni moja, mfumo mzima unabadilika. Nafikiri hii sentensi ni ya kina sana. Siku tutakuja kupata muda, tutakuja kuielezea kwa undani na kwa kina zaidi. Sifa nyingine ya 10 tunasema hizi sheria zinalinda na kuwezesha ustawi wa mwanadamu. Hizi sheria ndizo zinazohakikisha maisha yaendelee. Hizi sheria ndizo zinazosimamia ukuaji, ndizo zinazosimamia maendeleo na mafanikio ya mtu binafsi, ya jamii, ya familia, na taifa zima kwa ujumla, na dunia zima kwa ujumla. Kwa hiyo msingi ili tuweze kuhakikisha kuna maendeleo kwenye jamii zetu, kuna ukuaji, kuna mafanikio, lazima tuzifahamu hizi sheria na lazima tuweze kuzitii. Kwa hiyo hizi kanuni za asili ndio msingi wa uhai. Tukizivunja hizi sheria, manake tunajiweka katika hatari ya kupoteza uhai wetu. Pia hizi sheria ndio msingi wa maendeleo. Maendeleo yote ambayo mwanadamu unayaona ni matokeo ya kuzijua hizi sheria na kuzitumia. Pia hizi kanuni na hizi sheria ni msingi wa ustaarabu, ni msingi wa civilization yote ambayo tumeiona. Historia yote ya ustaarabu ni matokeo ya mwanadamu kuzifahamu hizi sheria na kuzitumia katika maisha yake. Asanteni sana. Siku ya leo tutaishia hapa. Siku nyingine tutaenda kuendelea kuhusiana na asili ya mwanadamu. Tutaenda kuongelea kuhusiana na asili ya mwanadamu. Kwenda kuongelea hii sehemu, tutaenda kuchimba kwa ndani zaidi, mwanadamu ametoka wapi, mwanadamu amebeba uwezo gani, na kwa nini akili ya mwanadamu ukisoma kwa undani, na kwa nini ukijaribu kusoma uumbaji au ukijaribu kusoma akili ya Mungu unaona kuna mfanano mkubwa kati ya Mungu na mwanadamu. Na katika kusoma hapa, nafikiri tutaenda kuelewa vizuri kitabu cha Mwanzo ambacho kinasema mwanadamu aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo somo litakaloenda kufuata tutaenda kuelezea hivyo vitu. Asanteni. Kama hujafollow unaweza ukafollow, kama hujalike unaweza ukalike, pia unaweza ukacomment, pia unaweza ukashare video hii kwa ndugu yako au kwa rafiki yako ili kusambaza maarifa. Asanteni sana.